next 8 minutes kwa sababu muda wangu umeyoyoma kidogo, na nikianza moja kwa moja. Rais William Samoei Ruto sasa anasema kwamba wataweka mikakati ama serikali itaweka mikakati zaidi kuhakikisha kwamba chakula zaidi kinazalishwa hapa nchini Kenya. Alizungumza akirejelea ule mpango wa kuzalisha chakula kwenye Galana Kulalu Settlement Scheme, akisema kwamba kulikuwa na mpango wa kugawanya vijishamba vile kwa watu ama mashirika tofauti, lakini akafutilia mbali mpango ule, akisema kwamba badala ya kugawanya ule mpango ama vile vishamba, basi mashamba yale yataongezwa ili kuhakikisha kwamba chakula zaidi kinazalishwa hapa nchini. Akizungumza hayo kutoka kwenye Wizara ya Kilimo ambayo inaongozwa naye Mithika Linturi, ni kwamba Mithika Linturi anasema kwamba uagizaji wa chakula cha mahindi ama na vile sukari kutaendelea hivi karibuni. Alizungumza hayo akisema kwamba mwezi Februari atapunguza bei ya unga pamoja na bei ya sukari. Ni mambo ama ni mazungumzo ambayo aliyasema Waziri wa Kilimo Mithika Linturi kwamba kuanzia Februari bei ya unga pamoja na bei ya sukari itapunguzwa. Jua sasa hivi ukienda pale kwenye maduka ya kijumla unauziwa sukari kilo 2 at around 360 and 50 pale. Kwa hivyo jiulize lile duka ambalo ni retail kule nje linauza sukari kwa pesa ngapi. Nikiachana swala hilo, Profesa Kithure Kindiki ambaye ni waziri wa usalama wa ndani sasa anasema kwamba National Police Reservists watarejeshwa katika kaunti 14 ambapo walikuwa wanahudumu. Kumbuka kwamba reservists wale ama NPR walikuwa wamefutiliwa mbali ama wametupiliwa mbali na serikali ambayo iliondoka mamlakani. Akisema vile Profesa Kithure Kindiki kwamba machifu pia wale ambao wanaweza kubeba silaha watapewa silaha ili watumie zile silaha kuhakikisha kwamba wanawachunga wananchi. Kithure Kindiki aliyezungumza haya katika kaunti ya Elgeyo Marakwet ambapo alifanya ziara baada ya kuuawa kwa wasichana wawili wa familia moja siku ya Jumapili, na vile mifugo zaidi ya 70 kuibwa katika eneo lile. Kulingana na Kindiki anasema kwamba lazima hakikishe kwamba kila Mkenya anaishi katika mazingira salama. Nikiachana swala hilo, mwigizaji aliyekuwa mwigizaji wa kipindi cha Vioja Mahakamani Gibson Negatho Mbugua alizikwa hiyo jana kule kwao, ambapo familia, jamaa na marafiki walijumuika ili kumpa buriani mpendwa wao Gibson Mbugua, ikiwa kwamba ni pigo kuu kwa wasanii hasa wale wa maigizo na hata vichekesho. Nikiachana na swala hilo, ni bayana kwamba kaunti zaidi ya 29 zinaendelea kukabiliwa na baa la njaa. Hii ni kufuatia kutonyesha kwa mvua kwa zaidi ya miaka 2-3, huku mashirika yasiyo ya kiserikali yakiwataka watu kujitokeza na kusaidia wale wakazi wa maeneo yale. Nilitazama katika kaunti ya Isiolo, mifugo wameanza kuhamishwa kupeleka maeneo tofauti ambapo wanaweza wakapata malisho. Ni mchakato ambao unafanywa kwa kuhusisha serikali ya kaunti ya Isiolo pamoja na shirika moja lisilo la kiserikali. Kumbuka kwamba hili likiendelea, kuna chifu mmoja kutoka katika kaunti ya Trans Nzoia pale ambaye alitembea mguu mpaka maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya ili kupeleka chakula cha msaada katika eneo lile. Alizungumza akisema kwamba haoni vizuri, hasikii vizuri akiona kuna watu wanaangamia ilhali wengine wana chakula.
Nikiachana na suala hilo, wakulima katika kaunti ya Kakamega sasa wanashinikiza kufufuliwa kwa viwanda vya sukari. Kumbuka kwamba katika kampeni za Rais William Ruto, miongoni mwa yale ambayo alikuwa ameahidi wakazi wa magharibi mwa Kenya ni kuhakikisha kwamba kiwanda cha sukari cha Mumias kinazinduliwa ili kutoa ajira kwa wakazi wa maeneo yale. Na vile tume ya kuandaa uchaguzi na kuratibu mipaka IEBC inasema kwamba imejiandaa vilivyo kusimamia uchaguzi ambao unafanyika kesho katika maeneo manne. Kaunti ya Elgeyo Marakwet ambapo wapiga kura watajitokeza kumchagua seneta wao. Eneo bunge la Kandara ambapo wapiga kura pia watajitokeza kumchagua mbunge. Ama eneo bunge la Garissa mjini ambapo pia mbunge atachaguliwa, pamoja na wadi ya Shela katika kaunti ya Lamu ambapo wenyeji watajitokeza kumchagua diwani wao. IEBC nasema kwamba mipango yote iko tayari. Kumbuka kwamba kampeni zishatamatika kwa sababu zinafaa kutamatika masaa 48 kabla ya siku ya uchaguzi kulingana na ile sheria ya uchaguzi. Nikiondoka hapo niende kwenye taarifa nyingine, ni kwamba wabunge wa Kenya Kwanza sasa wanaanza ama wamekejeli sana hoja ya mbunge wa Bumula Jack kusema kwamba ataandaa hoja ya kumuondoa afisini naibu rais Rigathi Gachagua. Haya ni kuhusiana na mazungumzo ambayo Rigathi Gachagua amekuwa akizungumza katika maeneo tofauti hasa kuhusiana na gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Otha Sakaja, ambapo anasema kwamba anafaa kufanya mazungumzo na viongozi wengine kabla hajachukua ama hajatoa agizo lolote kuwa sheria katika ile kaunti ya Nairobi. Na nikiachana suala hilo ni kupeleke upande mwingine, kukujuza tu kwamba zaidi ya nyumba 60 ziliharibika baada ya mvua kubwa kunyesha katika kaunti ya Kwale. Watu ama wakazi wengi wa maeneo yale wakihamia maeneo salama, na vile viongozi wa eneo lile wakiwataka wakazi kuhakikisha kwamba wako salama. Kama wanaishi maeneo ambayo ni mabonde, waondoke pale wahamie maeneo ya juu kidogo. Na kwenye kisa cha kuuliwa kwa mwalimu Ezekiel Gitwanga katika kaunti ya Nyamira, kamanda wa polisi katika kaunti hiyo anasema kwamba taarifa zilizokuwa zimepeperushwa pale awali kwamba mshukiwa mkuu Gwata amekamatwa ni za uongo. Anasema kwamba hawajapata taarifa yote kwamba mshukiwa yule amekamatwa katika kaunti ya Nakuru, lakini kamanda yule aliwataka washukiwa wawili ambaye ni Gwata pamoja na mpenziwe Zablon Kegara kujisalimisha mikononi mwa polisi, akisema kwamba wananchi na wakazi wa eneo lile wako na ghadhabu sana, kwa hivyo wakiwapata huenda wakachukua sheria mikononi mwao, akiwaambia wajisalimishe kwenye police stations tofauti ili uchunguzi unapoendelea. Mtazamaji na msikilizaji, acha niachie pale kwa sababu umefika muda wakati ambapo nafaa kuangazia jumbe zote za watoto ambao umeingia hapa ndani. Kwa sasa niruhusu kwanza nikupe wimbo wa Machakos University Chaplains Choir ambao unasema nikupe nini. Nikirejea nitakuwa